Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa ihsani na mapenzi yake ametuwezesha tumekutana tena kwa mara nyingine na sura iliyokuwa nzuri. Tunaendelea na darasa letu linalohusiana na mambo ya familia, maisha kabla ya ndoa. Ndio heading ambayo tulikuwa tumeianza, na kubwa tulilokusudia kulieleza ni kwamba sisi kama wasomi, sisi kama vijana, lakini sisi kama Waislamu tuishije kabla ya kufika kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu umri wetu, wengi miongoni mwetu unapitia mabadiliko makubwa, hususan katika kipindi hiki cha masomo tulichokuwa nacho. Wako vijana sasa, baadhi wameshafika umri wa kuoa ama kuolewa, lakini si tu kufika umri, lakini yale mazingira yanakuja na influence, yanakuja na vishawishi vya namna mbalimbali ambavyo kama kijana akikosa stability kidogo ni vyepesi mno kuharibu mustakbali wa miaka yake 30 40 ya mbele, kwa sababu ya tukio la sekunde kadhaa ama tukio la dakika kadhaa. Kwa hiyo tukaanza kueleza maisha kabla ya ndoa. Maana yake nini? Maana yake ni matarajio kwa vijana Waislamu. Moja ya tarajio la ukubwa ni kuoa ama kuolewa. Hili liko, yani si kama la kubahatisha. Yani mtu ambaye atakuwa kwenye mpango wake wa maisha ili alipo, hawezi kutazama kama ni kijana bora wa Kiislamu. Kijana bora wa Kiislamu anajitazama yeye mwenyewe na anatazamwa na jamii yake kwamba ipo siku ataingia kwenye maisha ya ndoa. Kuoa ama kuolewa ni lazima kuna mambo uyaweze vizuri. Yako mambo ya kibinafsi, yako mambo ya kijamii. Ukiyaweza vizuri ndio unaweza kuoa, lakini haya tunaeleza ili wakati unakusudia kwenda huko, basi usiende kiholela. Lakini pia ziko changamoto nyingi ambazo zinaikabili jamii yetu, hususan vijana kama sisi. Katika umri kama huu, wako vijana, kijana ameoa miezi 2 3 ama chini yake, ametalikiana na yule aliyemuoa ama kuolewa naye. Na crisis hii ni kubwa sana. Watu wanaingia magharama, wazazi wanaingia gharama, wana facilitate haya masuala ya harusi, lakini kabla hata honeymoon hasijaisha vizuri, ile harusi imekwisha vunjika. Ziko baadhi ya ndoa zimeshavunjika kabla hata hazijafungwa. Zinavunjikaje? Zinavunjika kwa sababu wale waolewanaji wanaolea mwanamke anayekusudia kumuoa mwanamume anayekusudia kumuoa mwanamke, na mwanamke anayekusudia kuolewa na mwanamume fulani. Kuna mambo wameyakosea kuelekea safari yao ya ndoa, na kwa kukosea kwao imewagharimu sana. Haya unaweza kuyaona ni madogo sana, lakini ni kweli yanatokea kwenye jamii zetu hizi ambazo tunazoishi. Kwa hiyo kijana mdogo wa miaka 18 19 ana zigo kubwa la kupoteza ule ustawi wake. Tayari wazazi wana matarajio makubwa, ndugu wana matarajio makubwa, yeye mwenyewe matarajio amekishapoteza muda mrefu sana, anasindikiza safari ambayo sio ya kwake. Ni kwamba lazima kipindi hiki kijana ajitahidi kumaintain ile bond aliyojiwekea wewe na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuamini sana, na sisi lazima tuonyeshe uaminifu wetu kwake. Lazima tumaintain ile bondi baina yetu na yeye. Tukishatia bondi baina yetu na yeye Mwenyezi Mungu dosari, maana yake pia umetia dosari bondi baina yako wewe na yule unayekusudia kuwa ni mwenza wako.
Kwa hiyo bondi ya